Leo mimi napenda nizungumze kwa mkazo hasa, na nitazigusa jinsia zote mbili, ke pamoja na me. Ni fedheha kubwa mno. Baba unamlawiti mtoto wako wa kiume. Kweli sisi tunahitaji pia kufika huko mlipofikia nyinyi, na wao wanahitaji pia kufika huko ambapo tumefikia sisi na zaidi ya hapo. Sasa leo unapomfanyia mtoto wa kiume kitu kama hicho, anaitwa Juma, tegemeo lako na nini? Huko tunapokwenda tutafikia kweli kuwa na mababu? Hatuwezi kufika, kwa sababu tayari kizazi tumesha kiporomosha, tumesha kiharibu. Na machache ya kusema na nyinyi. Kwanza nianze na malezi, swala ambalo sasa hivi karibuni viongozi wote katika taifa letu hili ama dunia kwa ujumla wanalizungumzia, kutokana na mmomonyoko wa kimaadili, kutokana na matukio mbalimbali ya ajabu yanayoikumba dunia yetu. Lakini leo mimi napenda nizungumze kwa mkazo hasa, na nitazigusa jinsia zote mbili, ke pamoja na me. Nianze na me. Wazee wangu najua mupo hapa, baadhi yao mmenizidi umri, lakini wapo niliokuwa na umri nao sawa sawa, lakini wapo waliokuwa chini yangu. Ndugu zangu, dunia imebadilika, na hasa baba zetu mnatumaliza, mnatupoteza. Nasema kwa sababu najua, nasema kwa sababu naona na nasikia. Mimi ni kiongozi wa Kidora, ni mtumishi wenu katika halmashauri hii ya wilaya ya Mkuranga. Mnajua taratibu za kiutumishi, unakuwa unakumbana na taarifa gani katika mwelekeo huu wa kiutendaji katika majukumu. Kwa hiyo tunapokea taarifa mbalimbali juu ya matukio ya ajabu yanayoendelea katika dunia yetu, katika mikoa yetu, mawilaya yetu, makata yetu, maeneo yetu husika. Mimi napokea. Ni ajabu. Ni ajabu baba kulala na mtoto wako. Ni ajabu sana. Ni fedheha. Ni fedheha kubwa mno. Baba unamlawiti mtoto wako wa kiume. Kweli sisi tunahitaji pia kufika huko mlipofikia nyinyi, na wao wanahitaji pia kufika huko ambapo tumefikia sisi na zaidi ya hapo. Sasa leo unapomfanyia mtoto wa kiume kitu kama hicho, anaitwa Juma, tegemeo lako na nini? Aitwa Ashura? Tutakuwa na mababu? Huko tunapokwenda tutafikia kweli kuwa na mababu? Hatuwezi kufika, kwa sababu tayari kizazi tumesha kiporomosha, tumesha kiharibu. Ni fedheha kwa kweli. Ni fedheha. Athari zinazomkumba mtoto kutoka kwa mzazi wa kiume ni tofauti na athari zinazomkumba mtoto kutoka kwa mzazi wa kike. Inna lillahi, Waislamu inna lillahi. Hili ni janga ndugu zangu. Yapo matukio mengi, tukianza kusema hapa tutaanza kuanzia sasa hivi mpaka kesho yake na hatuyamalizi. Mengine ya ajabu kabisa, yakiwemo ndo hayo, baba kulala na mtoto wake, baba kumlawiti mtoto wa kiume, na hata ikiwa sio kumzaa, hata akiwa wa jirani yako, ndio unapaswa ufanye hivyo? Kwani wanawake hakuna? Hujaoa, nini kinachokusababisha usioe? Lakini wengine wameoa na wanawake zao mule ndani wanafanya vitu vya ajabu kama hivi. Wazee wangu najua mmenizidi umri, wengi wao, baadhi yao mupo mundani, naomba mniwidadi sana, lakini nimewiwa kusema kwa sababu ni matukio ya kifedheha, lakini pia yanauma roho. Mimi kama mzazi nimezaa tena mwanamke, uchungu wa kuzaa na ujua, uchungu wa kulea mimba najua. Leo unapofanya kitu kama hicho, wallahi wa billahi naumia.
Tena naumia kweli kweli. Unaitwa mheshimiwa diwani, kuna tukio, twende ukaliona, unakwenda kukuta baba mzazi kamlala mtoto wake. Kweli? Inna lillahi. Kwa hiyo nipende na kazia mkazo hapo kwa sababu ya matukio hayo kuzidi, lakini pia kukumbushana, ndugu zangu Waislamu, kukumbushana. Wazee wangu mnatumaliza, la kuondoka nalo kwamba sisi pia watoto wanahitaji kufika wewe ulipokuwa. Laiti kama mzazi wako angekulea kwa namna wewe unavyomfanyia mtoto wako, usingefika hapo, angeshakuharibu zamani muda kabisa. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, niwasihi baba zangu, vijana wenzangu, wadogo zangu mlioko hapa, hebu tuwe katika misingi mizuri ya kidini na yenye kumuogopa Mwenyezi Mungu. Lakini pia niseme na nyinyi kina mama, kama sisi mengine tunasababisha sisi wenyewe. Sisi wenyewe tunasababisha. Maana sisi ndio tunaohusika na malezi ya muda wote kwa watoto wetu. Tuko nao nyumbani. Mtoto wa kiume anatoka nyumbani amevaa katake, mgongo wa nyuma wote uko wazi. Unauliza, unasema jana hivi ulimuona Diamond ile golovae? Diamond yule. Inna lillahi. Diamond na wewe wapi na wapi? Na mtoto wako na maisha yako wapi na wapi? Wapi na wapi? Lakini unajikusuru kabisa, Diamond yule. Au mtoto wa kike katoka na mwigi huo kama mumbi, anapita pale, mishedo mikope imesimama kama fiagio. Wewe tena unatoa ufafanuzi, awe Nandi jana ulimwona? Ndio vazilie. Inna lillahi. Unatoa ufafanuzi kwa Nandi ama kwa Zuchu? Wapi na wapi? Sasa sisi ndio tunaohusika na malezi ya muda wote kwa watoto wetu. Kwa hiyo sisi pia napo tunachangia kwa asilimia kubwa, kwa sababu hatutaki kwenda kwa mwongozo. Vitabu vya dini vimeorozesha kila kitu, kipo malezi, ukuaji, kila kitu. Kama naongopa mashehe wangu wapo hawa wataninyosha, lakini na hakika vipo, kwa sababu na mimi nimepitia. Vipo, tumepewa malezi, namna ya kulea watoto wetu, lakini hatuendi vile tunavyotaka, inavyotakiwa, dini inapotuongoza. Hatuwezi. Sasa leo tuko kwenye tukio adhimu kama hili, na watoto wetu hapa wamesoma vizuri kabisa. Tumeona vijana hapa wamesoma. Kama tungekuwa tumelegea, tungevipata hichi kizazi. Leo tunapita kusherehekea hapa na kutoa zawadi hapo baadaye kwa ajili ya washindi waliohifadhi Qur'ani. Tuseme mbona tunakaa kimya? Tungepata hicho kizazi kama tungekuwa ndo tunalegea kutwa kucha kuangalia ya dunia ndo yanatumeza vichwani mwetu. Tungepata hichi kizazi? Tusingepata. Sasa kwa umoja wetu tumuombe Mwenyezi Mungu sana, tupige goti sana. Dunia imegubikwa na mambo mengi ya ajabu. Dunia imegubikwa na mambo mengi ya ajabu. Kwa hiyo sala, maombi yanahitajika sana, yanahitajika kwa dunia ilipofikia hivi sasa. Mnanielewa ndugu zangu? Sala na maombi inahitajika sana, ni vitu vinavyohitajika. Tuweze kupiga goti kumrudia Mwenyezi Mungu na kusema naye, kumuomba atuokoshe na hizi kadhia za kiulimwengu. Sawa ndugu zangu? Mbona mmechoka sana? Tumeelewana? Nimeanza kutanguliza radhi. Najua wengine mmenizidi umri. Ninayoyazungumza hapa kama nitakuwa nimewaudhi, naomba mnisamehe, lakini nimewiwa kusema kwa sababu ni kiongozi, najua, naona na nasikia. Kwa hiyo tuyabebe haya kama mwongozo katika maisha yetu. Lakini pili, ikawe mwimbo huko mitaani tunapoishi, ikawe mimbo.
tukazungumze na wenzetu ambao hawajabahatika kufika hapa leo. Nyinyi mmebahatika, mmeweza kupata neno walau kwa ufupi, lakini pia na mashehe wetu waliopita hapo nyuma, wengi wao wamezungumza swala zima la malezi. Sasa uone hichi kitu kwamba kimeshika watu wanajitoa kwa sababu jambo limeshakwenda mrama, tunakwenda kupotea. Yaani hili jambo tunakwenda kupoteza kizazi. Hatutakuwa na kizazi chema, hatutakuwa na kizazi bora. Sasa tunatakiwa turudi kwa kasi, tuandae makongamano ya wanawake, yaandaliwe vikao, mikutano, madarasa mbalimbali ya wanawake kwa ajili ya kuelimishana. Na hata kwa wanaume pia tuelimishane, tukumbushane. Nini dunia inatupoteza? Shehe amesema hapa, maisha ya duniani ni mafupi mno sana kabisa. Sasa leo unakwenda kuhadaika na maisha ya duniani. Naweza nikatoka hapa mimi kufika hapo tu nikaanguka, au nafika hapo chini naanguka, napoteza maisha. Si tayari nishapoteza? Sasa kile ambacho nimekijenga kwa muda mrefu, au tamaa zile za muda mrefu nilizoziweka za duniani, za kidunia, zinaenda kunisaidia huko ninapokwenda? Vitabu si viko wazi? Si vimetuweka wazi vitabu? Tunatakiwa tuishije ili kunusuru kesho yetu, si ndivyo? Kwa niwaombe wazee wangu, mama zangu, vijana wenzangu, niwaombe sana sana sana, hebu tuweni makini na mafundisho ya Mwenyezi Mungu.